Hii ni familia wanaishi watu watatu. Yuko Sesi, dada mtu, mdogo mtu anamuita Gigi, lakini mfanyakazi wanamuita Joseph. Joseph yeye ndo kazi yake kufanya kazi kuhakikisha mazingira ndani yanakuwa safi na salama. Kila kitu kinakuwa safi, yeye ndo anahusika na kila kitu, jikoni, nje, wapi, yeye ndo mhusika. Na Sesi siku zote amekuwa ni mtu ambaye sio wa kumpenda sana Joseph. Amekuwa akimnyanyasa kwa mambo mawili na matatu. Hebu tuone inakuwa vipi. Leo Sesi amebeba nguo. Anampa Joseph ili aweze kwenda kuzifua. Akamwambia Joseph, nguo hizi hapo, unabidi kwenda kuzifua. Chochote kinachotokea inabidi umalize kwa wakati. Lakini Joseph katika kuangalia akagundua kuna kitu. Akamwambia dada, hebu subiri kwanza. Shida nini? Dada akasema, anasema kuna nguo zako za ndani kabisa nitafua. Anasema ndio. Kwa hiyo nataka nifue mimi. Tumia akili. Au nataka mimi niweze kuinamisha mgongo wangu niweze kufua? Akapigwa kofi kwa sababu Joseph alionyesha kwamba nidhamu ya uoga au ya kutotaka kuweza kufua ni kutotii mamlaka. Bahati nzuri alikuwa anakuja Gigi. Gigi akasema, Joseph, kwani kuna tatizo lolote? Joseph akamwambia, nimepewa nguo za ndani niweze kufua. Hili jambo kwangu mimi naona sio sahihi. Lakini Gigi akamwambia, usijali, mimi nitaongea na dada mara moja. Gigi kabidi atoke haraka kwenda kwa dadake kwenda kumwambia mambo. Akamwambia, dada, unachokifanya sio sahihi. Nimekusikia ukiongea na Joseph. Kwa hiyo kama umenisikia, unataka mimi nisimpe zile nguo? Anasema ndio, unaweza kumpa zile nguo, lakini nguo unazompa haupaswi kwanza kumpa Joseph nguo za kike, nguo zako za ndani. Sasa kama nguo za ndani, unataka nani aweze kufua? Sio kwamba nataka wewe uweze kufua, lakini hukupaswa kwanza kumpa mtoto wa kiume nguo zako za ndani. Kwa hiyo kama unastahili kuweza kumtuma Joseph, unaweza kumtuma, lakini sio za nguo za ndani. Kwa hiyo kama unamwonea huruma Joseph, nenda kumsaidie. Sasa aliweza kumjibu mdogo wake hivyo. Gigi aliweza kutoka. Siku iliyofuata aliweza kwenda kwa mpenzi wake. Gigi na mpenzi wake. Sasa huyu mpenzi wake Niga, kazi yake kubwa sana ni kuweza kufanya yani kubadilisha wanawake. Mara leo yuko na huyu, kesho yuko na huyu, kesho kutu yuko na huyu, kufika kwa mume wake pasipo kuweza kumpa taarifa. Anasema, vipi, mbona umenitoa hapo nje? Kwa nini umeweza kunitoa hapo nje? Mimi mbona unakuja sasa kwenye nyumba yangu uongee chochote, upigi simu uniambie chochote kile? Lakini binti akamwambia, mimi nikupigia simu mara kadhaa, lakini mwamba aligoma kabisa. Akamwambia, ondoka zako, mimi niko busy kwa leo, siwezi nikakusikiliza. Gigi akarudi akiwa mpole sana. Sasa Joseph alikuwa ameandaa chakula kwa ajili ya kuweza kupata. Lakini cha ajabu ni kwamba kile chakula kilikuwa kijampendeza sana Sesi. Sesi akasema chakula sijakipenda. Lakini Gigi akahamasisha akasema, mbona chakula kiko vizuri tu? Sijajua shida ni nini ambacho unachokufanya usikipende chakula.